Hawezi toa ushauri kwa wachezaji kama kucheza mpira. Unaongea kile ambacho unatia, unaongea kile ambacho ni kwamba neno ambalo nataka niongee ni swala la ubaguzi. Labda mtu anaweza kustuka, nataka nikupe kitu ambacho unakitenda. Ubaguzi wa mchezaji ndani ya uwanja ni ile mimi na mpira nina uwezo wa kumpa huyu hapa ili itoe kitu kule mbele, na hicho kimetendeka kwa Wakongomani. Mimi naacha kumpa na mkubwa hapa, nampa mtu mwingine. Huo ni ubaguzi uwaga unatendeka kwa wachezaji. Na wakati tunapotafuta ushindi, hiyo mizaa inaanza, ushindi utapatikana. Tunapofanya hivyo mara mbili mara tatu, mchezaji mtu waga anajihisi mengine tofauti na ule muda ambao mpo ndani. Kwa hiyo kwangu mimi naomba hicho kitu kisiwepo. Kuna mizaa ambayo mnafanya nje ya uwanja. Ukifika pale umbaneni msamaha, kwa sababu kitu ambacho kinachotendeka sisi sio watu ambao wameanza. Hapana, ni vitu ambavyo vinatendeka kizazi nenda kizazi rudi. Kwa hiyo lazima tujenge sisi ambao tunataka tuendelee. Sporo wewe. Hicho kitu kama wewe uko hapa mchezaji, jitahidi fanye nini ubadilike. Kwa sababu hakuna kitu kingine. Tupige korosi sana. Sipenga ni kadogo sana. Yawezekana hii wakati ndio mchezaji wa miaka midogo ambaye iko Kongo, nafikiri yeye Noah Sadiki anamzidi mwaka nafikiri. No mdogo. Chipenga. Noah ndo mdogo. Mayulu alikuja. Nasema kaka Chipenga. Alikuwa anapiga namba 11 ule. Unaona? Kuna hali ambayo alikuwa anayaonyesha pale. Anaonyesha mimi najua, alikionyesha kabisa. Lakini malengo
ambao watu walikuwa na yeye ndo alikuwa anapata mipira sana, kama mliona anacheza deuxième division ya Spain. Kwa hiyo hali hiyo haiko vizuri. Tucheze sana, tufanye haji, kinachohitajika ni ushindi. Ndio maana unaonaga mabeki wanaenda kufunga magoli. Wale mimi nasemaga wale waga wanachukia bila kusema, lakini sasa kwa sababu yeye yuko na goli anaenda kufunga goli ambao mimi namba 9 ndio naweza kufunga, namba 10 anaweza kufunga, namba 7 anaweza kufunga, namba 11 anaweza kufunga, lakini hawakufunga beki. Marafiki yangu Magwaya ndio wanaenda kufunga goli. Kwa hiyo hicho kitu lazima tuangalie sana. La pili, rafiki yako Magwaya. Mimi si Manchester bwana. Mimi napenda Manchester. Kwa hiyo la pili ni swala ambalo la ukocha, kapiteni na changa pamoja na kamati ambayo tunaambiwa kwamba ilikuwepo au ipo. Watu ambao wangekuwa wanatuonyesha kwanza ni wao, kwa sababu wao wamekaa vikao, wametengeneza. Lazima niwapongeze, lakini sawa, mimi kwa upande wangu na niwapongeze, lakini sasa kwenye kikao hichi wenyewe ndio wangekuwepo pamoja na wachezaji, kile ambacho wamesha kitengeneza tuendelee huko, lakini leo hawapo. Je, ni swali ya kibinadamu. Je, tukifanya hapa amna mambo mengine ambayo yatajitokeza? Kwa sababu umuhimu wao ulikuwepo kabisa. Mimi kama mimi siwezi nikajiingiza kwa sababu nipo na wao wapo. Na kuna msisitizo, tumeshaunda kamati. Ndio msisitizo, tumeshaunda kamati. Inamaanisha tunajua wote kamati ipo. Sasa mnataka tufanye nini wachezaji? Lakini msiogope, tuko pamoja na hiyo. Sawa? Kwenye michango, kwenye ushauri tuko pamoja na hiyo. Okay, naona muda unaenda, tunapata 11. Sisi wao tunafika hapa saa 9. Niheshimu saa tukamile wachezaji hapa. Kwa hiyo kwanza kumalizia, nafikiri nitatoa ushauri kwamba leo sio siku mwafaka ya kuunda kamati, na kamati nimeshasikia waombaji kwamba ipo, ila lawama zetu ziwaendee kwamba tumesikitika kuwaona hata kama ni mtu mmoja au wawili, mmoja wao amekuwepo hapa, lakini kutokuwepo hiyo ni kama vile wanaita shezi vile na shezi vile, yani huko absence, yani haipo. Iwepo isiwepo, sisi hawapo hapa leo. Kikao cha kwanza cha muhimu hivi kama vile hawapo, wako wa demissionaire. Ijapokuwa ni wa demissionaire, hatutaenda na haraka kuunda kamati kwa vijana waunde kamati, kwa sababu wazo ilikuwa mwanzoni kila mchezaji aje na supporta wake mmoja, kwa sababu ungekuwa hapa wana familia, kila mchezaji awe na mtu mmoja wa familia yake hapa, kwanza wazazi ama wale wanaitwa mashangazi kwa Kiswahili, mashabiki, tena fulani na mashabiki natafuta hivi kwa rahisi mkipotea kama vile shuleni na wao wanaandika parent or guardian. Sasa wale wa guardian wale kama mmoja mtu responsible wake kwa maisha hapa hayupo, kwa sababu kusapota wako kwanza ni familia yako. Wewe ukihusika kule hautanijuaga mimi, hata kama nilikoziwema mara ngapi kutimu, lakini familia yako ndio itajua. Kwa hiyo ndio sapota wa kwanza.
Kwa hiyo kwa kuwa wazi, nataka niwaambie kwamba msitegemee mtu wa nje awachangie pesa bila mchango kutoka familia. Kwanza muhimize familia zenu ziwa support, kisha watu wa nje, marafiki watawasapoti. Sio kama naeleweka vizuri? Vizuri sana. Hivi sitasema vibaya tu. Nasema tu ukweli. Kwa sababu wangekuwepo hapa wasapota wenu, labda wangeamua mnasemaje, kamati iundwe, wangapi puru, wangapi kondo. Yeah. Sasa wote na wasapota wenu hawapo na kamati yenyewe ambayo ni timu ya mpito haipo. Kwa hiyo natupa wasiwasi kidogo kama kitu kizima ambacho kimeundwa. Wasiwasi. Ila habari njema kidogo, nimeongea na Jacob hapa kama vile mwakilishi wetu kwenye Association Africaine. Yeah, nimejaribu kupanga. Kupanga katika lugha. Yaani nimwambia kwamba hii ni timu ya wa Afrika. Ni wachezaji pale, sio tu wa Congolese. Kwa Burundi. Wanyarwanda wapo. Wengine wote wako welcome. Na kesho tutaalika hata wanafunzi wa kizungu. Nimeshaongea na mmoja kwa lazima alisema rume kwa mmoja ni mzuri mzuri. Yeah. Kwa hiyo akipata opportunity anaweza kuja kujiunga. Kwa hiyo timu iko wazi. Lakini nimwambia japo kwamba achukulie kama ni timu ya Afrika. Na yeye kama vile Association Africaine alisema everyone is a problem. Sisi tunajua kwenye wanafanya mapema. Wakiwa serious tu ambao wako kwa mambo mbele sikeni. Kama association. Kwa mkono. Yeah. Kwa hiyo katika misaada, katika maendeleo, kuna lugha inasemwa hivi: popote ambapo utagonga milango na kuomba msaada, unakuja swali ya kwamba wewe mwenyewe mwenye project yako una nini mkononi, umeishia wapi? Kwa sababu hutaenda kuomba msaada kisha useme niko tu na zero. Hata Mungu aliuliza Musa, una nini mkononi? Ile niko uko na mkononi, ile tumia hiyo hiyo. Musa angesema niko na zero tu, sijui Mungu angesemaje. Sijui mnaelewa hiyo lugha. Yeah. Kama vile vile na mimi nitakulinda. Watakusaidia lakini watauliza umeishia wapi. Kama kisi mfanya mfano hapa, jezi lipo tayari hapa. Hata kama mtu fulani amejitokeza na kuna lugha ya kwamba kila joueur atacontribute, hiyo ni nzuri. Kwa hiyo kama kuna contribution kutoka community yani wana member wa community ya Afrika, wa Afrika wengine kama mimi, hata kama sina mchezaji hapo, lakini kama vile mwana member wa community niko na obligation ya kusupport. Mimi kumalizia kwa upande wangu mtapata yangu $100. Yeah. Kwa hiyo sijui tumalizie na ile lipi. Tumesema leo hakuna cha kamati. Kamati endelea ile ambayo imejitokeza. Lakini muwape lawama zetu. Na tuwe kutoka hapa tuendelee sasa nini kuhamasisha watu wa support. Watu waelewe wajiunge wawe na moyo wa support. Kwa sababu sisi wa Afrika, sisi wa Afrika mara nyingi tunakuwa na uzoefu na udhaifu kidogo katika utoaji. Mwafrika akitoa anapendaga apate letu. Ndio sio kila kitu kenyewe utatoa na upate hapo hapo. Katika utoaji kuna imani ya kwamba ukimpatia mtu fulani kitu fulani hiki, usitegemee yule ambaye unamfanyizia ndio atakurudishia. Kuna mwingine ambaye hautategemea atakusaidia.
na ndio maisha yalivyo. Sasa sisi wengi wa Afrika hatujaelewa hicho, na tunapenda tu tusaidiwe na wazungu, tusaidiwe na nani, kama mtu nisaidiwe, tutasaidiwa mpaka lini? Kwa hiyo tujisaidie kwanza wenyewe. Basi mimi namalizia hapo jamani. Sijui katika lugha tunasema kama yenyewe kwa hiyo wewe hujaongea bwana. Mimi nashukuru kwanza sisi tumekutana. Ningependa tu kuwapa mfano kidogo kwa sababu soka hii tulizaliwa ndani na tumezeekea hapa. Soka ina faida zake kubwa zaidi sana. Na kingali mnadharau vipaji vyenu, lakini tukiwaona kwa mbali talent zipo. Na tukikompea football ya hapa, soka ya hapa ni tofauti zaidi sana. Lakini kwa sababu mnajikamata sisi ni wakimbizi, hatuwezi kuendelea mbele. Na hamtaendelea mbele kwa sababu mnaona tu mkingali wakimbizi. Soka ina maana yake kubwa zaidi sana, kwa sababu kwenye soka sisi wamoja tumepata wake na tukafanikiwa kuzaa watoto. Ukiwaambia hivi mtasema kapteni wanasema huko. Jamaa anajua, wenyewe wanajua kabisa, watuambia historia zangu. Tulicheza na kina Musa Diarra, mmoja kumjua, lakini tena walikuwa walimu wetu. Hatukuwa tunakosa kwa sababu yeye ni mwalimu, unacheza naye soka. Hata kama utafanya reportage atakupitisha, hizo zote ni afadhali. Sasa cha msingi ufanye kitu kinachokomaa kama watu wazima. Na misingi ya football ni discipline. Kwa sababu kama hakuna discipline hauwezi ukaendelea. Kwa tapa kina Ronaldo wakina nani, lakini Ronaldo kabla hajaenda kwa mazoezi ya timu yeye anafanya yake mapema. Ndio anaenda kukutana na timu. Na ndio utamkutana ni mchezaji bora, mzuri, anaenea. Sasa hautakuwa mchezaji mzuri zaidi sana wakati wewe mwenyewe unajikuta haufanyi hata kitu kimoja, unajikuta wewe mwenyewe hakuna hata maendeleo yenyewe unafanya. Discipline ni kitu kikubwa zaidi sana. Hata ndani ya familia zetu. Kama hakuna discipline, familia inayumba, wengine kukanana ovyo, lakini sio ndio msingi. Tunapenda kufanya hicho kitu cha watu wazima, watu wakubwa. Na tutapendekeza huyu ni mbora zaidi sana, hata kama uwe mbora na hauna heshima unatiliwa pembeni. Kwa sababu hiyo ndio msingi ya soka zaidi sana. Cha msingi tunawapongeza na tunajipongeza. Huyo mama alikuja hapa tangia sijui saa 9. Watoto wake wakingana njaa, lakini ametoka kule kwake nyumbani na kuja kuwasapoti. Sisi wengine hapa tumekuja kuwasapoti. Sasa msione kama hili jambo tunalofanya ni jambo la kipuuzi tu au la kipumbavu. Na wenyewe watatupa motisha wengine. Na kama mtaregea na sisi tunajirejelea tunamtii, kwa sababu itakuwa mlilaumu wote, timu ya mbele ilikuwa hivi, kama na mtakuwa na hiyo timu tutaunda nyingine timu na mwa wote tunawafukuza. Yeah, na mwingine taongea? Ana ndugu baada ya mtoka nyuma, sio mchezaji. Nani? Una kauli na? Kauli. Kama majambo anaanza kuongea. Sport oye. Oye. Mimi nitashindwa kuongea, lakini nitatoa tu pongezi za dhati kwa kuundwa kwa timu. Nilikuwa na neno la kuongea, lakini na endapo nilifahamu kwamba tayari timu imeshakuwa na kamati. Hapo nilikuwa na jambo ambalo ningeweza kuuliza maswali mengi. Sasa niwaga ni mtu wa kuuliza. Ningeweza kuwa na maswali mengi ya kuuliza ili kwamba nielewe kwamba hiki tunachokwenda kukifanya kina mizizi gani huko tunapokwenda. Na bado tu maswali yangu yataendelea kusubiria kamati itakapokuwa imetengenezwa kamati, hapo ndipo nitakapokwenda kuona kwamba kuna timu ya mpira. Kwa sababu hao wachezaji mnaokwenda kuwaona bila kuwa na kamati hatuna kitu. Kwa hiyo maswali yangu
tutakuja tu baadaye, kwa sababu bado vikao vinaendelea na vikao vitakuwepo pale. Kamati itakapokuwa imeshakuwa rasmi, tutakuwa na maswali ya kuuliza kama na sisi tuone kwamba tunaanzaje na tunasaidiaje. Asante sana. Asante sana. Lakini kwa sisi waongeaji huwa tunasemaga mwenye maswali, mwenye kutoa swali ana nusu ya jibu. Kwa hiyo visu na maswali mengi una nusu ya majibu mengi. Kwa hiyo ningependekeza wakati kamati itaendelea kujazwa, ujitokeze utuletee hizo swali ukiwa ndani ya kamati, kwa sababu ndio tutasaidia zaidi. Si ndio hivyo? Samahani. Yeah. Kuna kitu nataka nikukumbushe. Wachezaji wamesema kuna kitu ambacho wanahitaji. Na ukiangalia vizuri, hayo mambo ni mambo ambayo yanahitajika kwa haraka ili wawe nayo. Kwa mfano zile kona, ndio vile. Mipira inauzwa je? Kwa haraka mpira mzuri hapa 150. Ndio ile yenye anacheza la Ronaldo. Lakini bila kwetu kuna 50, 70 hadi 30. Kona za bei kama nyingi 30 tunapata nyingi. Ziwe nyingi sana. Kwa hiyo zinauzwa dola. Ukiingia pale diski upate nzuri na mpira wa kusaka tuseme au sizene. Anasema vile kona. Kamata ubaye bwana, kamata. Tafuta kona. La kona. Mimi mtasema wako na kabumbu, wako na makona leti. Ya sasa wachezaji wako na mipira hapo, wako na Sasa mipira. Kila mchezaji mwenyewe Kwa kuanza pale wenyewe kuna makabumbu watu. Ila tuko na condition, komite ikikuwa tutauza ile mapashwa, timu na pashwa kwa. Hata 20 Nina mmoja. Kila mmoja kwa hiyo yote hii. Nafikiri kikao chetu kinafika mwisho. Napenda nimalizie pointi moja. Yeah. Kuhusu wachezaji wenzangu. Hii ndio jezi pale ule ameshajipima Ambao umefika Amwambie jinsi ilikuwa kwenye mwili wake. Pointi ya kwanza ni kuhusu umalizaji wa deni ya jezi. Tunaweza wachezaji ambao wananani na tunaongea kwenye kundi. nifuatie list ya wenye abayalipa franka. Mimi naenda mlango kwa mlango. Pointi ya mwisho kuhusu timu. Sisi kama wachezaji tunabidi tumeshaanza timu, tunabidi tusimamie sisi kama sisi. Kamati ni kamati. Ilikuwa pendekezo kwa sisi wachezaji jinsi gani tunaweza kufanya budget yetu ya timu. Wazo lilikuwa kila mchezaji anatoa $20 kwa mwezi. Ikimaanisha $5 kila mwisho wa wiki. Lakini kama mtaona hapana sio vizuri au ni vizuri au $40 kwa mwezi ni nini? Hiyo ndio ilikuwa wazo. Ngoja kwanza. Mimi napenda hivi. Sio mpango mbaya. Tumalize masuala ya jezi. Kwa sababu kuna mtu tulichukua hela yake na anasubiria. Anatupatia udhamini. Natakiwa tumrudishie fadhila. Tumalize kwanza hiyo masuala ya jezi. Ndio tunafanya programu ya 20 ila naomba list. Ule mwenyewe hayatia pesa. Ione unitumie list. Sawa. Mimi niko na yangu kidogo hapo. Andika hapa watu. ngapi? Tumia bwana. Trust. Wewe hesabu sio tunasema sisi kwa saa 100 nini? 100. Au
swali langu ni kwamba amuone kama kila mmoja wenu angekuja na mtu nyuma yake totoe hiyo 100 ama 50 ungepata ile ngapi? Hivyo mnategemea kwamba mara ya pili tena tutaongelea na wakati tunasema wewe haitakuleta. Kwa hiyo mjitahidi. Sawa, nafikiri tunafika kwenye ukomo. Kikao kilikuwa kimepangiliwa saa 9. Wengine wanafika saa 10:30, wengine saa 11. Sisi tulipata saa. Tulivumilia mpaka tukaamua kuanza. Tutakuwa tulikuwa watu 6 tukaanza. Kwa hiyo wengine yote mtaendelea huko baadaye. Tunawatakia bonne chance na muendelee mbele. Wakiwa na swali mtakuwa mnatuuliza. Mimi siko mwanakamati, lakini leo nimejitoa tu muendelee kikao ili kuwasaidia. Kwa hiyo kwanza na mimi mjipa makofi. Kama upewi, kama hapa ningepata nilipewe. Ndio mbele. Mbona ninaomba makofi. Kwa hiyo kikao kimefika mwisho wa siku zangu. Siku nyingine tutapata information kwa wahusika wa wachezaji. Na mandazi kama mliona wanaongea wakafika juu kama wako makazi sasa prepare kikao cha timu kwa mnajitahidi na kuweka sabti alishia posho mara mingi sio posho wengi hawatumikaji lakini leo kama hivi sio kazi nitoroka kidogo nimeona wanaenda tuwale makazi hiyo pendekezo tunafikisha kwa wahusika wenyewe baada sasa afanye